Na popote ulipo, alasiri njema, nikitumai kwamba unaendelea vyema kabisa. Karibu kwenye taarifa za Mbiu ya KTN alasiri hii mtazamaji, ambapo tunaendelea kufuatilia taarifa ambazo tunazipokea kwa njia ya moja kwa moja, ikiwemo taarifa kutoka mahakama ya juu zaidi ambayo imeanza kusikiza ile kesi ya marejeleo ya kura ya urais. Tutarudi huko kwenye muda usiokuwa mrefu kama alivyoahidi, watarudi baada ya saa moja, na hivi sasa ni kama imesalia dakika 30 na kitu hivi ili wapate kuendelea na kikao hicho. Vile vile mtazamaji, tutakuletea taarifa ambazo tumezikusanya siku hii ya leo, taarifa kuu, ambapo pia tutakuwa kwa njia moja kwa moja katika kaunti ya Kisumu ili kuangazia kinachoendelea katika maeneo hayo kuhusiana na ule mswada wa ambao unaendelea hivi sasa kujadiliwa katika bunge hilo. Na vile vile kutoka katika chuo kikuu cha Dedan Kimathi kuna maombi ya wafu ambayo inaendelea hivi sasa ya marehemu Daktari Gakuru, ambapo pia tutajua pia kinachoendelea katika sehemu hiyo. Mtazamaji, hizi ni taarifa za Mbiu ya KTN. Kama ada, tuanze na vidokezo. Kikao cha kesi ya uchaguzi wa tarehe 26 chaendeshwa katika mahakama ya juu. Watoto 5 waliozaliwa kwa wakati mmoja huko Homa Bay wafariki. Jamii mbalimbali za kutana huko Laikipia kutatua mzozo unaoendelea kuwatatiza wakazi. Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili za Mbiu ya KTN. Jina langu ni Ali Manzu. Moja kwa moja wacha nikupeleke katika chuo kikuu cha Dedan Kimathi kule sehemu kaunti ya Nyeri, ambapo ibada ya wafu inaendelea hivi sasa. Tupate kusikiza kidogo, tutarudi kwenye muda usiokuwa mrefu. Every other day. And what was the first thing he did as soon as we assumed office? Because some people have been going to social media and saying silly things. Because I need to tell you this. The first thing he did, within 1 month, he told me, DG, you know one thing? I need to buy some land in Nyeri. And instead of calling contractors to tell them I will give you this and that, he went to a bank. As we are speaking, he went to a bank in Nyeri, signed forms and took a loan to pay. That's not a politician of these days. Given the opportunity that he was running a budget of 7.6 billion, he would simply have said 10% of that is 700 million. But he didn't do that. That's Mombasa Road, I'm telling you. And so, he was a rare spirit. A man who, when he put his trust in you, trusted you totally. But when his trust was broken, I will give you an example. He had a PA from 2013, his closest friend. They worked together. But because of one simple thing, we tried to convince him and he said, no, because of this cannot happen. That is Wahome Gakuru. Ladies and gentlemen, as we sit here, as we stand here, we are eulogizing that great man called Wahome Gakuru. I said, from where I sit, the journeys we have walked together, I have lost a friend, a colleague, and everything being said about him by those that matter is true. Everything else that has been said is for the politician. But here is a bad politician, according to my brother, which is true. He is the kind of person, because he was never a good politician, who would do things that people misunderstood. But beyond everything else, he had a vision for Nyeri. And I would want to say this because the press is here. In the budget we have presented before Speaker Kagushia's assembly, there are 2 items that are now in the social media that are being taken round and they said issues about. The first one was some money allocated to buy a governor's car, 13 million shillings. When we took over this office,
I can tell you, we were handed the sick Mercedes and a sick Prado. The Prado we took did not have a number of things, and we took it to Toyota Kenya. It cost us about 300,000, but it wasn't put as it did come out well. We had a challenge. The Benz, and up to today, I keep asking everybody who bothers to listen, how did Wahome Gakuru find himself in the Mercedes-Benz outside Nyeri when we had agreed with him because it was faulty? And he had told me about 3 or 4 times, my brother, he gari ndio itaniua. Wambogo, you remember? He had said that 1,000 times. It was a faulty car. Yes. We were struggling to do. So we inherited a county that did not have a proper car for the governor. I was given a Mitsubishi, which I handed over to him and told him, Governor, I would rather look for a smaller car while you use this vehicle because it's better and it's safer. When he got into the car, my Mitsubishi suffered because, like I told you, Wahome Gakuru thought very, very fast. And that is how he wanted his vehicles. They were all supposed to move very, very fast. Many times, he used his own personal vehicles because he felt they were better and safer. And that is why we have that item in the budget to buy a governor's car. As you're speaking now, there is no governor's car. The vehicle I'm using, I borrowed from the Department of Finance. Is it true? You people know that? So that is, I want to answer that one because some people are castigating Wahome Gakuru. The second thing, we have in the budget an allocation of... Na mtazamaji, ni hiyo ibada ya kumkumbuka Daktari Wahome Gakuru marehemu ambaye alifariki wiki iliyopita kupitia ajali ya barabarani. Anayezungumza hapo ni gavana ambaye aliapishwa hapo jana, Mutahi Kahiga, akisimulia mambo mengi tu ambayo aliweza kupatana nayo akiwa na gavana huyo wakati alikuwa kwenye madaraka, lakini sasa ni kana kwamba hayupo tena na ni katika ile hali ya kumkumbuka. Hizi ni baadhi tu ya taarifa tunazozifuatilia kutoka katika kaunti ya Nyeri, mtazamaji. Kumbuka vile vile katika kaunti ya Kisumu hivi sasa kuna kikao cha kujadili mswada wa mijumuiko ya raia kinachoendelea hivi sasa. Kama unavyoona ni picha kwa njia moja kwa moja. Hebu pia tusikize kidogo tu huko, alafu tuje tuendelee na taarifa ambazo tumekuandalia alasiri hii. Children being traumatized, and yet this is a state organ that functions without tax, paid with our tax money. Mr. Speaker, it is in context of this brutality that we as a people demand that the excessive powers that have been donated by the Constitution to this organ be taken back and given to the people so that the police force can be constituted, restructured. Again, I want to say, Mr. Speaker, that we did promulgate our Constitution in the year 2010. And the Constitution that was promulgated allowed for a referendum, especially where we saw or we discovered that there are defects to that Constitution. As it is now, Mr. Speaker, the Constitution has produced an imperial presidency with absolute powers, a president that can decide to exclude a very large segment of the society for as long as it is convenient for them. It is for this reason, Mr. Speaker, that we demand that the executive be restructured so that inclusivity in state affairs can be realized. Mr. Speaker, there are a litany of issues that makes it very important for us to constitute this assembly. And I want to plead with members of this House that this is a motion of
immense importance to our country, and I want us to deliberate on it very, very seriously and pass it as it is. Thank you, honorable members. May I now call upon the Majority Whip to second. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. I rise to second the adoption of the motion on the creation of the People's Assembly in Kenya. Mr. Speaker, I want to support the adoption in 4 different categories. I want to say, as a country, we cannot be led by 2 tribes from independence to date. However much other people doesn't have the numbers, we've coalesced about all other tribes with the numbers, but the functions and the executive powers we've given to the presidency has not allowed us to get any chance from the national cake. I want to say, Mr. Speaker, that from independence, we've tried our best. The government that created independence has really done injustices for our people, and up to date, we are regretting why we are still together with that group. I want to say, Mr. Speaker, that we need to adopt this motion so that the People's Assembly can withdraw the very powers we've given the executive, so that we as a people can chart our way on our own. The powers vested in the police force has been used against us. Several historical injustices have been done against our people. We've lost life. People have been maimed, but no report or arrest have been made from independence to date. I want to say the government of the day has ensured that people from the Nasa region and specifically the Lakeside region remain in poverty. Na mtazamaji, huo ni mswada ule wa kujitenga na kuruhusu wananchi ama raia kuja pamoja kwenye mijumuiko mbalimbali na kujadili ama kuwa na mabunge yao wenyewe ambao watakuwa wakiyasimamia. Ni mswada ambao unaoendelea hivi sasa. Hapo ni katika kaunti ya Kisumu, mojawapo ya kaunti za upinzani ambazo zilianza kujadili mswada huo kutaka kuona kana kwamba wanaweza kupitisha na kuanza kutumika katika kaunti hiyo ya Kisumu. Ni baadhi tu ya kaunti ambazo tayari zimeanza kujadili mswada huo. Hususan ni kaunti ambazo zinaegemea sana katika mrengo wa upinzani NASA, ndio ambao wameanza ama wanapania kuanza kusikiza mswada huo ili kuweza kuupitisha. Mtazamaji, ni baadhi tu ya taarifa ambazo tunazozifuatilia kwa njia ya moja kwa moja kutoka maeneo hapa nchini. Na katika taarifa zaidi ambazo tulizokuwa tukizifuatilia, ikiwemo taarifa kuu kuhusiana na majaji katika mahakama kuu pamoja na mawakili ambao wanaoendelea na kikao cha kujadili taratibu zitakazofuatwa katika kesi ya marejeleo ya uchaguzi wa urais wa tarehe 26 mwezi jana. Katika kikao hicho mapema hii leo, pande zote husika kwenye kesi 3 zilizowasilishwa zinatoa maoni hoja kuhusu kesi hiyo. Kesi 3 ziliwasilishwa, mtazamaji, katika mahakama hiyo baada ya marudio ya uchaguzi yaliyofanyika tarehe 26 mwezi Oktoba. Kesi 2 ni za kupinga uhalali wa rais mteule Uhuru Kenyatta, huku kesi ya 3 ikiwa ni ile dhidi ya muungano wa NASA kususia uchaguzi huo. Mtazamaji, kama nilivyokuelezea tukianza taarifa zetu, baadhi ya taarifa ambazo tunazozifuatilia moja kwa moja itakuwa ni hiyo kutoka katika mahakama ya juu, ambapo wameahidi watarudi baada ya saa moja. Hapo ilikuwa ni mwendo wa saa 9:30, lakini hivi sasa ni kama imesalia dakika 30, dakika chini ya 30, tuseme dakika kama 20, na tutakuwa tunafuatilia ili kutaka kujua kunachoendelea, na kikao kikianza basi moja kwa moja itakuwa ni wenye kukata ratiba ya vipindi vyetu na moja kwa moja tukupeleke hadi katika mahakama ya juu hapa jijini Nairobi. Tukiendelea na taarifa zaidi, kundi la wanaharakati wanaojiita bunge la haki ya mwananchi wamefika mahakamani kutaka kusimamishwa kwa kujadiliwa kwa kuundwa kwa mabunge ya wananchi katika baadhi ya kaunti nchini, hususan zile ambazo zinazoegemea upande wa upinzani. Wanaharakati hao wanasema kuwa hoja ya kubuni mabunge ya wananchi haijatoka kwa Wakenya. Siku ya leo
tuko hapa kwa sababu ya kupinga mswada ambao umetaka kupitishwa na county government na county assembly ya Kakamega kuhusiana na People's Assembly. Tunasema ya kwamba county assembly ya Kakamega haina haki ya kupitisha mswada ambao unahusiana na wananchi bila kuweza kuhusisha wananchi wenyewe kikamilifu. Kwa sababu ukisoma katiba katika article 1 inasema ya kwamba all the sovereign powers belong to the people. Na tena hiyo katiba hiyo inasema ya kwamba wananchi wamechagua viongozi wao ambao wanatakana wakiwa kwamba wanawakilisha katika assembly ya Kakamega. Kwa hivyo tunasema ya kwamba kama kuna sheria yote ambayo inataka kupitishwa na assembly ya Kakamega ambayo inaenda kuaffect wananchi kwa njia moja ama nyingine, ni lazima wananchi wajulishwe kikamilifu. Kwa hivyo sisi tunasema ya kwamba ikiwa Kakamega County Assembly wataendelea mbele na wapitishe mswada huu bila kuhusisha wananchi, basi tutaenda kotini tuhakikishe ya kwamba hiyo mswada umetupiliwa mbali. Na tunasema hivi kwa sababu jana tuliandikia County Assembly ya Kakamega barua kupitia kwa clerk, tukasema ya kwamba hatutakubali waweze kuendelea na huo mswada. Na ikiwa leo watadharau mambo yetu na waendelee na hiyo mswada bila kuhusisha wananchi, basi tutaenda kotini tuchukue hatua ya kisheria. Na viongozi kutoka kaunti ya Pokot ya Magharibi wameipuzilia mbali hatua ya muungano wa NASA kumwapisha kiongozi wao Raila Odinga iwapo Rais Uhuru Kenyatta ataapishwa, wakisema muungano wa NASA umepoteza mwelekeo na wanalirejesha taifa nyuma. Wakiongozwa na gavana wa kaunti hiyo John Lonyangapuo, viongozi hao walidai kuwa kiongozi wa NASA aliogopa kushiriki kwenye marejeleo ya kura ya urais na kwamba ni wakati sasa muungano huo kukubali matokeo ili taifa lipate kupiga hatua mbele. Lonyangapuo amesema ni wazi Rais Kenyatta alishinda uchaguzi huo na itakuwa kinyume cha sheria kwa kambi ya NASA kumwapisha kiongozi wao Raila Odinga kuwa rais. Na nataka niombe kotini iamue. We cannot put Kenya at an age just because of some people who are not satisfied. Tangu lini unaweza kuwa satisfied full time? Sasa mtu ameogopa kura mara mbili. Uhuru apishwe haraka, mambo mengine yafuate baadaye. We want to move on. Sisi zote tungependa kuwahimizia watu wote ambao wanashughulika na siasa ya Kenya ya kwamba amani ndio itaokoa nchi hii. Tusipokuwa na amani, nchi inaweza kusoroteka. Nasikia wengine wanasema tutagawa nchi. Nasikia wengine wanasema wataapishana wenyewe kwa wenyewe. Nimesema hapa awali ya kwamba Kiingereza wanasema when two elephants fight, the grass suffers. So it's really upon those two elephants to talk. So the grass, which is us, the rest of humanity, does not suffer and the country does not suffer. Mtazamaji, kwingineko hali ya majonzi imeikumba familia moja katika kaunti ya Homa Bay baada ya watoto wao watano ambao waliozaliwa na mama mmoja siku ya Jumapili kufariki. Watoto hao ambao wanasemekana kuwa wa kwanza kuzaliwa wakiwa watano nchini walizaliwa kabla ya muda wao kupata matatizo ya kiafya na kuaga dunia. Taarifa zinaarifu kuwa watoto wawili walifariki kwanza siku ya Jumapili, alafu mapema usiku wa kuamkia leo watoto hao watatu wakafariki baada ya kupata changamoto za kiafya ikiwemo ugonjwa wa homa ya mapafu. Naam, ni pole kwa familia hiyo kupoteza malaika hao wote watano, hasa baada ya kupata changamoto pale za awali ambazo zilipelekea watoto wawili kufariki siku hiyo ya Jumapili, na sasa watoto wote watano wamefariki. Hata hivyo tumtegemee Mola tu
na atawapa afueni na wape nguvu katika kipindi hiki kigumu kwa familia hiyo. Kumbuka ni jana tu tulikuwa tunasherehekea ile siku ya kimataifa ya ugonjwa ule wa pneumonia ama ukipenda homa ya mapafu, na ndiyo ambayo imewachukua watoto hao. Tukiachana na hayo basi tuelekee katika kaunti ya Tana River ambako wakazi katika eneo la Madogo kaunti ya Tana River wanahofia kwamba huenda wakakumbwa na mkurupuko wa ugonjwa wa kipindupindu kufuatia ukosefu wa maji safi katika eneo hilo. Leo ni wiki ya 3 wenyeji katika sehemu hiyo wakiwa hawana maji ya matumizi. Wamesalia zilikatizwa kutokana na deni la milioni 1.8. Inadaiwa kuanzia mwezi Januari kitengo cha maji cha Tana River TAWASCO kimekusanya milioni 5.9, ila wameshindwa kulipa hilo deni ambalo sasa linawapa wenyeji tabu. Saa hii kwa wiki mitatu sisi Madogo hapa kiu imetumaliza. Kwa nini inatumaliza? Ikiwa sisi tunalipa maji, kwa nini tunateseka? Kina mama wakihangaika mitaani na wanao angalau kutafuta riziki, huku watoto wadogo pia wakijitwika jukumu la kuwasaidia wazazi. Ndiyo sura kamili maeneo haya kwa siku 3 sasa. Kama sisi wakaji wa Madogo tunaweza tukalipa hizo pesa zote, vipi leo watoto wetu wateseke? Wakitoka shule saa 10 mtoto anashindwa kukaa kwa nyumba, mama hataweza kusukuma mtungi, inabidi mtoto tumtoe kwa nyumba aende asukume mtungi. Akirudi jioni mtoto hata anashindwa kufanya masomo yake kwa ajili mtoto amechoka, hataweza kujisaidia. Kama saa hizi KCSE inaendelea, hao watoto wetu wenye wako day school ndio wale tunatuma katika waende kutusaidia mitoni kubeba maji. Jameni, watoto hawata perform mtihani vizuri. Mifereji haitemi hata tone. Wanalazimika kupata msaada wa maji ya lori. Japo maji yenyewe sio ya kuaminika, hawana budi, kwani baada ya hapa hawajui ni lini tena watapata msamaria mwema. Wakati mwingine wanauziwa haya maji kwa shilingi 30 kwa mtungi wa lita 20. Lakini ni wachache wana uwezo wa kununua haya maji ya lori kila siku. Tunataka maji Madogo. We need water. We are tired of this. Please Mr. Governor, tunataka maji. Mwanamke amejifungua hapa hospitali usiku. Amekosekana maji ya kumuosha. Inabidi kwenda kutafuta maji nje. Wanasema TAWASCO imekuwa ikiwatoza shilingi 1700 kila mwezi katika eneo hili la Madogo, ikilinganishwa na maeneo ya Bura na Hola ambayo yamekuwa kitozwa shilingi 500 pekee, licha ya kuwa maji ni yale yale. Tunaofea kuhusu usafi, tunaona hospitali saa yote inaweza fungwa kwa sababu wale wasimamizi wetu wa maji Madogo ni gumu kuwaona. Vituo vya afya katika eneo hili sasa vinalalamika iwapo maji yatakatwa hali itakuwa mbaya zaidi, huku wenyeji wakilia kwamba huenda mkurupuko wa magonjwa yanayotokana na maji machafu yakawakumba. Mtazamaji, ingawaje utumizi wa mabati aina ya asbestos ulipigwa marufuku mwaka wa 2006 kwa madai ya kusababisha saratani, serikali ya kaunti ya Nakuru italazimika kuchukua miaka mingine 10 kutimiza agizo hilo. Kutokana na uchunguzi uliofanywa mwaka 2006, vumbi inayotokana na asbestos inaweza kusababisha saratani. Katika barabara za mtaa wa mabanda wa Flamingo mjini Nakuru nakaribishwa na maduka na hoteli ndogo ndogo zilizojengwa na mabati haya ya aina ya asbestos. Kando ya barabara wakazi wamezingira shamba la mboga na mabati hayo wasijue madhara yanayowakabili kutokana na matumizi ya mabati hayo yaliyopigwa marufuku. James Kariuki, mmiliki wa duka hili katika mtaa huu, anaonekana kutojua madhara ya mabati hayo, akisema kwamba alipata tu mabati yaliyo na bei rahisi ikilinganishwa na gharama iliyomkabili kwa kujenga duka lake la nguo, huku akianunua kwa 6,000 tu kutokana na gharama ya kawaida 18,000. Mabati wakati zilitolewa hakuna mahali walipeleka, na mimi niliona ni vyema ni tumie kutengeneza hii kibanda yangu. Juu yenyewe mimi kama mkulima mdogo mimi inanisaidia. Juu siwezi kununua mabati 800 na hii inauzia shilingi 50. Naona hii ndio mzuri sasa. Juu mimi inanisaidia. Juu kama ningekuwa na nyesho, saizi sinyeshewi.
Kwa kusema ukweli sijakaa sana huku, niko kama miaka 3, lakini nasikia iko na madhara. Na kijumii janipata, unajua kwa mwananchi ikikupata ndio sasa utajua yenyewe hiyo kitu ni mbaya. Hizo asbestos juu zimetumika muda mrefu na zina mashimo. Unaweza kuwa umeacha nyumba, umeenda kazini, na wakati unaporudi maybe mvua ilinyesha na umeacha chakula kwa nyumba. Hizo matone za maji unaweza pata zimeenda kwa hiyo chakula, na wewe wakati unaporudi haujui kama hiyo matone iko kwa hiyo chakula. Hata hivyo, mkurugenzi wa makazi katika kaunti ya Nakuru, Maroke Maina, amekiri kwamba kutoharibiwa kwa mabati hayo hakujafanywa kama ilivyokuwa katika maagizo. We have had challenges of enforcement in terms of the aspect of disposal, to the extent that we are aware that a bit of the material that has been removed has not found its way to the storage facility. We have a county facility in Kivumbini, the fire station, where we have our fire station, where instructions contained in the documentation require that this be stored there for proper disposal. Zile nyumba ambazo hazijatolewa kwa saa hizi waweze kufanya juu chini, ziweze kutolewa, watuwekee mabati za kawaida ili sisi naye tuweze kuendelea na maisha. Kini hata baada ya watafiti kutoa ripoti yao kuhusiana na madhara ya kuishi na vile kufanyia biashara chini ya majengo ya asbestos, huku wakisema kuwa kuna hatari ya kupata saratani ya mapafu. Wakazi wa mitaa kadhaa katika kaunti ya Nakuru bado wanakabiliwa na hatari hiyo, huku serikali ya kaunti ikihitaji zaidi ya shilingi milioni 500 kukamilisha mradi wa kuharibu mabati hayo kabisa. Mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za Mbiu ya KTN alasiri hii ya siku ya Jumanne, wakati ambapo pia tunaangazia kinachoendelea. Wakati wowote kutoka sasa tutakuwa tunakupatia picha za moja kwa moja kutoka katika mahakama ya juu, ambapo ile kesi ya marejeleo ya kura ya urais ilianza kusikizwa leo na kusikiza pande zote kabla ya kuja na uamuzi wake. Napumua kidogo tu mtazamaji, nitarudi kwenye muda usiokuwa mrefu tukiwa na taarifa zaidi. Endelea kuwa nasi.